Utakunja kitambaa mara 4. Baada ya kukunja kitambaa mara 4 kama unavyokiona, kinachofuata sasa utapima urefu wa abaya yako. Kwa hapa urefu ni inchi 56. Baada ya kumaliza kupima urefu na upana wako, baada ya kukunja mara 4 unatakiwa uwe inchi 20. Baada hapo utakachokifanya utapima sehemu ambayo unahitaji hiyo V yako iishie. Kwa hapa tutapima inchi 14. Baada ya kumaliza hapo utakwenda mwisho wa kitambaa chako ulichokunja kwa juu na utapima inchi 3. Na kwa upande wa urefu utapima inchi 5.5. Hii ni kwa sababu kwa ajili ya kutoa shape ya kwapa, na baada hapo utatoa shape ya kwapa kama hivi ambavyo naelekeza. Baada ya kumaliza hapo, kinachofuata utaunganisha mstari kama hivi ambavyo na nyoosha mimi, na baada ya kumaliza hapo utaingia ndani kwa inchi 2.5 kwa ajili ya kutoa shape ili abaya yako pembeni iwe na shape nzuri. Kwa hiyo utafanya kama hivi. Baada ya kumaliza sasa, kinachofuata utapima bega, na kwa hapa bega utapima inchi 9. Baada hapo utanyoosha mstari, na baada ya kunyoosha mstari utakuja upime shingo. Kwa upande wa shingo utapima shingo inchi 3 upana, na urefu utapima hiyo inchi 3 kwa kipande cha mbele. Kumbuka hapa tumeunganisha kipande cha mbele na cha nyuma. Na kipande cha nyuma utapima inchi 1.5 kwa upande wa urefu kama hivyo. Na baada ya kumaliza hapo, kinachofuata sasa utakata. Na kukata utaanza na hiyo V ili uweze kutenganisha half ya juu. Baada hapo utakuja utakata kwapa, na baada ya kumaliza kukata kwapa utamalizia kwa kukata sehemu ambayo imebaki kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Utaanza kwa kukata shingo ya nyuma. Baada ya kukata shingo ya nyuma utaondoa kipande cha nyuma, na baada hapo utakuja utakata shingo ya mbele kama hivi ambavyo unaniona. Baada ya kumaliza hapo, kinachofuata unatakiwa ukunje kipande chako cha mbele kwa ajili ya kukikata kati ili uweze kuja kuwekea vifungo kama hivyo kilivyo ekewa hiyo abaya. Kwa utanyoosha mstari kama hivyo, na baada ya kumaliza hapo utakata. Baada ya kumaliza kukata utapima urefu, na kwa hapa ukipima urefu unapata inchi 12. Kwa baada hapo utachukua vipande vyako kwa ajili ya kuja kuwekea vifungo, na utapima inchi 12 ambayo umepata kwenye kipande chako. Na baada hapo utakata. Kwa vipande hivi vinatakiwa viwe viwili, na kwa upande wa upana utapima upana wa inchi 3. Inchi 3 ukikunja mara 2 na ukija ukishonea kwa nusu inchi itabaki inchi 1 kwa ajili ya vifungo. Kwa vipande vyako viwili vitakuwa hivyo hapo kwa ajili ya mbele, kushonea kwa ajili ya kuja kuwekea vifungo. Baada ya kumaliza hapo sasa, kinachofuata tunataka tukate mkono, na kwa upande wa mkono utaweka kipande chako kama hivyo, na utaweka kwa kupishana kwa nusu inchi kwa sababu tunakuja kushonea kwa nusu inchi. Baada hapo utapima mzunguko wako wa kwapa
na baada ya kupima mzunguko wa kwapa utapata inchi 13. Baada hapo utakunja kipande chako kwa ajili ya mkono mara 2 na utapima urefu wa inchi 27.5. Baada hapo utapima inchi 6.5 kwa ajili ya kutoa shape ya kwapa, na utapima urefu wako wa mkono inchi 23. Kwa urefu wa mkono ni inchi 23, utanyoosha mstari kama hivyo. Baada ya kumaliza hapo utakuja utapima inchi 11 na utatoa shape kama hivyo. Baada ya kutoa shape, hii ni shape ya kwapa, unatakiwa upime kuhakikisha kama kweli ni inchi 13. Kwa baada hapo utakuja kwa upande wa chini, na kwa sababu mkono chini una lastiki tutachukua upana wa juu wa inchi 11. Baada hapo utakunjia kwa ndani na utatoa shape ya mkono, na kwa upande wa chini vile vile utapima inchi 11 kama tulivyosema. Kwa baada hapo utanyoosha mstari wako, na baada ya kumaliza kunyoosha mstari utakata kipande chako cha mkono kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Baada ya kumaliza kukata mkono, kwa hiyo itakuwa tayari tumemaliza kukata abaya hii. Kwa upande wa kushona utagongea nyuzi na utavuta marinda kwa ajili ya kuja kushonea kile kipande chako cha V. Kwa hiyo utakunjua kama hivi ambavyo nimeonyesha, na baada hapo utakunja marinda yako. Kwa hiyo ukija ukikunja marinda, kipande chako kitakaa kama hivyo. Kama una swali lolote kuhusu video hii au kama kuna sehemu haujaelewa, tafadhali niandikie chini ya comment.